Mungu akubariki sana. Imeandikwa kila goti litapigwa. Amen. Na kila ulimi utafanya nini? Utakiri kwamba Yesu ni Bwana. Haleluya. Panahitajika juhudi binafsi ili kuthibitisha ukuu wa Mungu ndani yako. Panahitajika juhudi binafsi za kwako wewe. Ufanye jambo ambalo litazionesha nguvu za Mungu kwako na nje kwako. Haleluya. Amen. Tuko pamoja? Nahitaji watu wanaoongea na mimi. Sihitaji watu waliokuja kutembea. Tushirikiane pamoja kuhakikisha Mungu anaonekana hapa leo. Sema inawezekana. Mtu mmoja aandike. Mtu mmoja aandike. Umebeba nini ndani yako? Umebeba nini ndani yako? Andika. Umebeba nini ndani yako? Kwa mbele weka alama ya kuuliza. Nitaimba fadhili zako. Amen. Kuna jambo la muhimu sana ambalo unahitaji kulitambua na kulijua leo. Tunaposema kwa habari ya kubeba. Tunaposema kwa habari ya kubeba. Kubeba nini ndani yako? Kuna jambo la muhimu ambalo unatakiwa ulibebe. Na jambo hilo ukilibeba nilete matunda kutokana msingi wa kiroho ama wa wokovu ambao uko nao. Na jambo la muhimu sana ambalo unatakiwa ulibebe lipo katika nafasi 3. Amen. Leo nitafundisha na unisikilize kwa makini. Sauti yangu haitakuwa sawa, lakini tutaenda taratibu, tutafika. Liko katika nafasi 3 ambazo zote 3 zina umuhimu kwako kuzitambua na kuzijua. Lakini zinahitajika sana ndani yako kwa sababu utendaji kazi wake una utofauti, japo ni eneo moja la utendaji kazi. Vitu 3 vya kubeba ndani yako. Cha kwanza ni Mungu. Cha kwanza ni Mungu. Cha pili ni Yesu Kristo. Cha 3 ni Roho Mtakatifu. Ambao vyote vinahesabika kuwa ni Mungu mmoja. Lakini viko katika nafsi 3. Na kila nafsi na kazi yake. Kila nafsi na kazi yake. Hautowahi kumkuta Yesu katika nafasi ya uumbaji. Amen. Hautowahi kumkuta Yesu Kristo katika nafasi ya uumbaji. Ila utamkuta Mungu katika nafasi ya uumbaji. Amen. Hautomkuta Mungu katika nafasi ambayo Yesu Kristo ako nayo. Lakini vyote ni nafsi ambayo inaongea ndani ya kitu kimoja. Amen. Haleluya. Hautomkuta Roho Mtakatifu katika nafasi ya Yesu Kristo ama katika nafasi ya Mungu. Lakini vyote ni kitu kimoja. Vipo. Kunapokuwa navyo vyote 3, kila kitu kina nafasi yake ndani yako katika nafasi ya kutenda kwako. Haleluya. Tunapomhitaji Mungu sisi tunamhitaji Yesu kwanza ili ndiye tutambulishe kwa baba yake. Amen. Hautokwenda kwa Mungu kama hauna ushirika mzuri na Yesu Kristo. Hautomuita Yesu Kristo aje kwako kama hauna ushirika mzuri na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anahitajika kwako ili akutambulishe kwenye kazi za Yesu Kristo.
lakini Yesu Kristo anahitajika kwako ili akutambulishe kwa Baba yake ambaye ndiye Mungu. Amen. Ninakuja mbele zako Mungu wangu, nahitaji kujua kivipi unaendaje kwa Mungu. Nahitaji kwenda kwanza kwa aliyeko chini yake Yesu Kristo, ambaye yeye amepewa dhamana ya kututambulisha kwa Baba. Ndio maana nasema ukinionea aibu mbele za watu, ukinikataa mbele za watu, mimi nitafanya nini? Nitakukataa mbele za Baba yangu. Kwa maana yake ni kwamba unahitaji kuweka utaratibu mzuri na ushirika mzuri ambao wewe na Yesu mtakuwa pamoja. Alafu kazi yake yeye ni kukupeleka machoni pa Baba. Amen. Lakini unahitaji kuelewa kwamba vyote vinatendeka pasipo Roho Mtakatifu. Vyote hivyo vitakuwa ni havina maana. Sababu akasema kwamba sitawaacha yatima. Kwa nini? Kwa sababu kazi zote ambazo Yesu alizifanya zimeandikwa, ziko ndani ya uwepo wa Roho Mtakatifu, kwamba zitatoka kwa Roho Mtakatifu, zitathibitishwa kupitia yeye kuja ndani yetu sisi. Tukishazitenda, tunatenda kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Kwa maana yake tumepewa Roho Mtakatifu kama kiongozi, lakini tumepewa Yesu Kristo kama mkombozi, ila tunaye Mungu kama muumbaji, kama mtendaji. Amen. Kwa ninapokuwa na Mungu mimi, tayari mimi ni mtendaji, tayari mimi ni muumbaji. Amen. Halo, tuko pamoja? Ninapokuwa na Yesu Kristo, tayari mimi kila kitu nimekifanya kiwe hai. Amen. Ninapokuwa na Yesu Kristo, nina uhai tayari ndani yangu. Lakini ninapokuwa na Roho Mtakatifu, kila kitu kitakwenda, kwa sababu ninaye wa kuniongoza, wa kunielekeza, wa kuniambia fanya hivi, acha vile. Amen. Tuangalie kwanza haya maneno. Wakorinto wa pili 6:16. Wakorinto wa pili 6:16. Tumefika wote, nasoma. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Amen. Asema kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, kati yetu Mungu atatembea. Amen. Mungu anatembea kupitia Yesu Kristo, kupitia Roho Mtakatifu. Nitakaa ndani yao, nao watakaa ndani yangu. Ni fahari kubwa sana kuona wewe unaishi ndani ya Mungu aliye hai. Ni fahari kubwa sana. Na kitakachoonesha kwamba unaishi ndani ya Mungu ni akili zako na namna unavyotembea. Amen. Namna ambavyo unatembea, namna ambavyo unawaza, unafikiria. Nani anakupa mawazo? Nani anakupa vyanzo vyako vyote vya namna unavyoishi? Nani anakupa? Inaweza ikakuonesha kwamba hakika Mungu yuko ndani yako. Haleluya. Haleluya. Ili Mungu apatikane ndani yako, amesema hatochangamana na sanamu, hatochangamana na mwili wa uovu, atachangamana na hekalu ambalo yeye amelijenga ndani yako. Unajua ulipoumbwa ulifanyika kuwa hekalu. Amen. Kwa ndani yako Mungu anategemea kutokea ibada, anategemea kutokea maabudu yakiwa natoka ndani ya hekalu ambalo analijua liko ndani yako. Kwa usipokuwa hekalu zuri la Mungu, kuna vitu havitatoka ndani yako kumwelekea Mungu. Let me tell you, kuna vitu unatakiwa vitathmini, ujiulize wewe ni nani? Wewe ni nani? Uko hapa duniani kwa ajili ya nini? Aliyekuleta duniani ni nani? Amen.
alikuleta kwa mpango gani, alafu anategemea nini kutoka kwako. Amen. Anategemea nini kutoka kwako. Mategemeo ya aliyekuleta ambaye ni Mungu aliye hai ndio lile kusudi ambalo tumesema kusudi la Mungu. Mungu anakusudi nini? Alikuwa anakusudia nini kukuumba uwepo hapo ulipo? Amen. Na mtu mmoja akanambia, mimi nakataliwa na familia yangu, nakataliwa, mimi sina kibali. Nikamuuliza, kwa Mungu unacho kibali? Mungu anakupenda? Akasema sijui. Nikasema saa cha kwanza hakikisha kwamba wewe na Mungu mko pamoja, then baada ya hapo vitafuata vingine. Amen. Hakikisha kwamba Mungu anapokea ibada zake kutoka ndani ya mwili wako, kutoka ndani ya moyo wako, kutoka ndani ya mawazo yako, kutoka kwenye kazi zako. Mungu apokee ibada, azipokee sauti ambazo zina mamlaka, zina sifa, zina mabudu, zina maombi yanayogusa moyo wake. Amen. Mungu anahitaji ibada hiyo ndani yako. Haleluya. Hahitaji machozi yako, hahitaji kilio chako, hahitaji manunguniko. Anahitaji kuona ibada ndani yako, ibada ambayo itamtukuza yeye, itamleta sehemu mahali ulipo aketi pamoja na wewe. Amen. Haleluya. Mungu anasema anategemeza watu wenye haki, wale wakamilifu. Mungu anawategemeza, wanaotegemezwa na Mungu, wanaoimarishwa na Mungu, wanaopewa nafasi na Mungu, walioweka mbele kiti cha uzima na Mungu. Ni hao ambao wanatambua nini maana ya hekalu. Amen. Wanaitambua hekalu. Sema mimi ni hekalu. Sema tena. Sema kwa nguvu. Mwili wako ni hekalu. Mungu anategemea makubwa ndani yako. Kama leo tunaifanya ibada hapa. Amen. Ibada tunaifanya hapa sisi, Mungu anaitambua. Lakini Mungu anahitaji zaidi pia ibada yako. Haleluya. Ibada yako. Na ibada yako sio lazima upige magoti nyumbani kwako umombe kwamba unafanya ibada. Chochote unachokifanya kutoka uamkapo ulalapo, amen, katika mwili wako ni ibada. Tuko pamoja eh? Tumeelewana? Umenisikia vizuri? Chochote unachokifanya, ukienda kupiga ngumi, kuwapiga wenzako, kuwatukana, ni ibada, kwa sababu hili ni hekalu. Sasa ile ibada unamfanyia nani? Amen. Popote utakapokanyaga, popote utakaposhiriki kwa chochote, uko unafanya ibada. Na Mungu hahitaji ibada za sanamu, hahitaji ibada za wafu. Ambao nyewe mmezoea kusikia ibada za wafu ni kwenda makaburini kuomba. No. Kila ibada unayoifanya ambayo ina utukufu ni ibada ya mfu. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja eh? Tuko pamoja hapo? Ukienda sehemu yoyote ukafanya kitu chochote ambacho Mungu akitambui, ni ibada ya wafu. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya dhambi na makosa yenu. Manake kumbe kila ninachokifanya ambacho akimtukuzi Mungu, tayari nimekuwa mfu. Manake nimeshiriki ibada ya kisanamu ambayo imejenga maisha yangu ya kuwa mfu. Kataa kwa jina la Yesu. Amen. Utafanya nini? Utakataa hiyo ibada. Kwa Mungu anahitaji kuingia ndani yetu na sisi tuingie ndani yake. Lakini ili tuingie ndani yake tunamhitaji Yesu Kristo, tunamhitaji na Roho Mtakatifu. Amen. Tunahitaji kila kitu. Kila kitu kiingie, kila kitu kionekane, kila kitu. Unafanya nini mpaka leo? Kwa nini vitu havitokei? Unahitaji kuwa na majibu haraka sana, ili usije ukamaliza muda alafu ukafa kiroho na pasipo kuona ukuu wa Mungu ukoje. Amen. Kwa nini vitu havitokei? Kwa nini naomba vitu havitokei? Kwa nini sioni mbele yangu? Na Mungu anasema nini kuhusu mimi?
Mungu anasema nini kuhusu mimi? Huwa nawaambia siku zote, make sure kila unachokifanya Mungu alianza kukisema. Amen. Niko naongea nafasi ya Mungu, taongea nafasi zote tatu. Kila unachokifanya Mungu alianza kukisema. Maana unayo ahadi ya Mungu, unayo ahadi ya Mungu juu ya kazi yako ambayo unaifanya. Ili pale unapoona mambo ya endi, unakumbuka ahadi ya Mungu inasema nini. That is God. Amen. Hallelujah. Tuko pamoja? Tunaelewana? Anania na mke wake nani? Safira Wow, ongeze bidii kuwajua zaidi. Walifanya ibada ya sanamu. Amen. Walifanya ibada ya sanamu. Ili ibada ya sanamu walioifanya, mnisikilize kwa makini, baada ya watu kuwa wamekaa wamepatana pamoja kwamba kitakachouzwa walete madhabahuni wamtukuze Bwana, ilikuwa ni mapatano ya pamoja. Anania na mke wake wakafanya ibada ya sanamu, ibada ya wafu, wakafanya udanganyifu, wakaenda wakaketi, wakaona haipendezi kuchukua kila kitu, wachukue kidogo wakipeleke mahali ambapo mitume wapo, hekaluni. Walipofika, amen, pasipo kujua kwamba kila kitu Roho Mtakatifu yuko mbele yake, kila kitu Roho Mtakatifu anakitazama yeye. Before anything, Holy Spirit lazima atawale. Amen. Hallelujah. Roho Mtakatifu alikuwa mbele ya kila kitu. Mapatano waliopatana, Roho Mtakatifu aliyakumbatia, then ndiye akawa kiongozi wa mapatano yale. Kwa unapopatana, amen, unapopatana na kumwita Mungu kwenye mapatano yako, wewe na mwenzako, kile utakachokifanya nje ya mapatano, uko mfu na umeua na utakufa. Amen. Inawezekana hautokufa kama wengine wanaokufa na kuzikwa, but spiritual utakufa, kwa sababu umeua mapatano. Walipo watatu wawili wakipatana, Mungu ameonyesha kwamba atakuwa pamoja lile patano, na ataishi na lile patano, atatembea na patano lile. Amen. Kwa lazima kuna kufa pale. Mungu ni Mungu wa maagano, ambaye agano lake analinda mwenyewe pasipo kuliua mpaka litimizwe lile agano. Hello? Hallelujah. Ni Mungu wa maagano. Wewe ukiwa maagano ambayo Mungu ameyaweka, wewe ndio utakufa. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Naongea nafasi ya Mungu, ambaye Mungu amesema atakuwa pamoja na sisi, tutakuwa pamoja na yeye, lakini ametuonesha namna gani ya kuwa, anahitaji nini na hataki nini. Nani ambaye amuogopi Mungu hapa? Yaani humuogopi Mungu, hata chembe chembe za kuogopa una. Nimemshuhudia Mungu katika neno, nimemtafakari Mungu katika neno, nimewaza mengi katika neno, nimemkumbuka Mungu namna ambavyo anafanya kazi na watu wake, na namna ambavyo Mungu anapiga watu wake, namna ambavyo Mungu anaacha watu wake, namna ambavyo Mungu ananyamaza kwa watu wake. Nikatafakari mambo mengi, nikasema, oh Lord, oh Mungu, turehemu na utusamehe. Amen. Mungu akamwambia Yona aende Ninawi, kwa watu wa Ninawi, apeleke injili, apeleke wokovu kule kwa watu wale, maana dhambi zimefika kwa Mungu. Kelele ya dhambi imefika kwa Mungu, na Mungu hataki zile kelele, anataka utukufu anze kuongea kutoka Ninawi. Yona akasema, no, mimi ni mtakatifu, mimi nimesimama na wewe, sitaki kuchangamana na watu ovyo. Amen. Hallelujah. Yona akasema, nitakwenda kwingine. Mungu ni Mungu wa maagano. Mungu ni Mungu aliyeshikilia jana, leo, hata kesho. Manake hatonyamaza, kwa sababu anajua alilosema na wewe likikosekana yeye atapoteza, na Mungu hajawahi kupoteza.
Haleluya. Tuko pamoja. Naongea na watu ambao mko serious na Mungu. Naongea na nyie leo. Kama Mungu alikwambia jambo, usipolifanya you have to die. Hilo liweke akilini kwamba nitakufa kwa sababu sijatimiza. Kipindi kile Yona alimezwa na samaki. Wewe utamezwa na nini? Amen. Utamezwa na mengi. Atakwambia, atakurudia, kuna siku atanyamaza kimya. Na akinyamaza kimya utaona tena. Amen. Na ukitaka Mungu aongee, utatumia gharama kubwa kumrudisha tena Mungu aongee. Kwa sababu Mungu ni wa rehema na neema, ataweza kuongea, but kuna sadaka ambayo utaitoa. Amen. Ninafikiri unasikia hapo? Sasa ukikaa hivyo ambavyo unakaa, kuna siku Mungu hatakwambia. Kuna siku Mungu hatosema. Kuna siku Mungu atanyamaza. Acha hiki kitu nikwambie. Mungu akikuchagua kwamba utaimwagilia bustani yangu maji mpaka ikue, anajua kifika sehemu atamleta mwingine atakupeleka sehemu nyingine. Jua Mungu anaona unafaa hapo. Usipofanya lazima ufe. Vitu vyako vitakufa, watu wako watakufa, kizazi chako kitakuwa kwenye laana umeipanda. Si kama naongea? Haleluya. Uko na mimi? Yes. Soma Biblia inasema nini? Soma Biblia inasema nini? Soma uelewe aliyemkataa Mungu kizazi chake kimeenda wapi? Kimeelekea wapi? Na kimefanya nini? Amen. Walioacha kwenda katika njia za Mungu, na Mungu aliwakanya akawasemesha, nini kilitokea kwao na uzao wao? That is God. Huyo ndo Mungu. Haleluya. Kama jana ukulala usingizi, kitandani kwako ukulala, na umekuja kwa kanisani, rudi kwako ulale. Haleluya. Mwambie anayelala, mwambie mpigie tena konzi, mwambie sikiliza, rudi kwako ulale, cha kulaza watu. Amen. Amen. Mungu usipomwelewa, unaua maisha yako ya kiroho, unaua maisha yako ya kimwili, unaua generation nyingine ambayo ingetoka kwako. Akasema nitakubariki, nchi hii nitakupa na uzao wako utabarikiwa. Manake Mungu alianza kumuona Ibrahimu, alafu kutoka pale akaona uzao wake. Akasema nitakubariki na uzao wako utabarikiwa, lakini ni kuishi ndani ya agano langu nitakubariki. Amen. Nitakubariki kwa sababu umeishi ndani ya agano langu. Nitakubariki kwa sababu nimekuona unastahili kubarikiwa, lakini sitoishia hapo. Nitakwenda mpaka vitukuu na vitukuu na vitukuu, nitawabariki kupitia wewe. Kwa nao unachokifanya kinaua kesho yako, na sio tu kesho yako, ni kesho ya kila kitu chako. Hata mjukuu na mtukuu atakayesikia ulikuwa ni babu wa mababu ataharibika. Haleluya. Haleluya. Akasema sikiliza, huyu mtoto namtambua, huyu mtoto namjua, nitamfanya kuwa taifa kubwa lakini sio teule. Nitamfanya kuwa taifa kubwa lakini sio teule. Hatakuwa kama Isaka, but atakuwa taifa kubwa. We see it. Tunaliona. Tafuta uzao wa Isaka, tafuta uzao wa Ishmaeli, afu weka hapa, afu ulize Mungu alisema nini. Unaona kabisa kumbe alichokisema Mungu kiko kinakotokea mpaka leo. Kuna vizazi elfu na elfu vimetoka kwa Ibrahimu mpaka leo, lakini neno la Mungu alijafa linaishi. What about you? Manake itakuwa vile vile. That is God. Amen. Huyo ni Mungu. Huyo ni Mungu. I remember one day nilikuwa nimekaa nafikiria namna ambavyo kazi ya Mungu ipo na Mungu amenipa. Mungu aliponionyesha jambo moja kubwa sana. Ni kubwa sana. Sijaanza hata kulifanya mpaka leo. Sijaanza kulifanya mpaka leo kwa sababu sijaona njia namna ya kuanza kulishiriki kulifanya. But it was
ni ndoto kubwa sana. Nilivyoona nikasema wow, wonderful. Hii nitaitimiza tu. Amen. Haleluya. So kuna siku moja nimekaa niko nawaza, nikasema moyoni mwangu, Mungu amesema nitafanya hiki kitu, lakini ili nikifanye nahitaji akili nianze kukifanya. Sihitaji tena kupiga magoti papa, nahitaji kukifanya. Nina hela, sina hela, nahitaji kukifanya. Kwa sababu ndani ya hiki kitu kuna roho za watu zitainuliwa. Sasa nikasema nisipokifanya sauti pale pale ikatokea, you will die. Haleluya. Utakufa. Na utakufa na madeni, kwa sababu kuna roho, kuna watu, sikiliza, kuna watu wako nyuma yako. Unatakiwa kuwapa sehemu ya maisha yako wewe. Amen. Awelewi, fungua Hesabu 11:25. Hesabu 11:25. Hesabu 11:25. Tumefika Hesabu 11:25. Usikie vizuri, uelewe kwamba kuna kitu unakifanya sio poa. Ndipo Bwana akashuka ndani ya wingu, ndani ya utukufu, akanena naye, akatoa sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa, akaitia juu ya wale wazee 70. Ikawa roho hiyo iliposhukia wakatabiri, lakini hawakufanya hivyo tena. Amen. Kuna sehemu ya maisha yako ambayo unatakiwa kusimama na Mungu vizuri, alafu Mungu aitoa ipeleke kwa wengine, waanze kurabata kupitia wewe, waanze kuona nuru na mwanga kupitia wewe. Amen. Haujaumbwa kwa ajili yako mwenyewe, umeumbwa kwa ajili ya vitu vingi sana, sio tu familia yako, hata watu wa nje. Maana Mungu akasema tupendane kama yeye alivyotupenda sisi. Why? Kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba tukipendana tutatimiza, ili tutatoa sehemu ya maisha yetu, tutawapa na wengine. Amen. Haleluya. Haleluya. Let me tell you, hapa tupo kanisani, hatukujuana mwanzoni, hatukujua kama tutakutana mwanzoni, hatukujua, but we are here kwa sababu mtu mmoja alikubali kutoa maisha yake, asimame na aseme Mungu nitakutumikia. That's why you are here. Mbona uko hapa? Leti ningekataa, inawezekana kama kuna roho Mungu alisema itatoka kwangu itaingia kwa mtu, isingeingia, ningebaki kuwa na madeni. Mungu amelishika agano lake, atalitimiza kupitia yeye atakayesimama na kusema mimi niko tayari kugawa nilicho nacho, kuishi ambavyo Mungu unataka. Unanielewa vizuri? Tuko pamoja. Inafika tuko pamoja. Ndio kukaa jikoni upike. Siku ya Bwana ikija, wengine mmefurahi mliposikia unyakuo imeshapita. Mmefurahi kweli yani. Okay, ilipofika tarehe 22 mtu akasema Mungu wangu, sasa sijui kesho nitajikuta wapi. Ameamka swaka akasema anamshangilia Bwana, kumbe ambao hajajikuta wamefurahi. Amen. Haleluya. Vile ambavyo unaishi sio sifa na sio chochote, unaua maisha yako, unaua kila kitu. Na moja ya watu ambacho wanakifanya, watu wanapambana kushindana na dhambi, kuishinda dhambi, but hawapambani kutimiza kusudi la Mungu. Mtu yuko anapambana asizini, asiibe, asidanganya, aseme uongo, aje kanisani mara kwa mara, lakini apambani kutimiza kusudi. Amen. Haleluya. Tuko pamoja? Amen. Kuna story moja nikaisikia, mimi sijui kama ni kweli sababu sikuwepo, na mimi naongea kama nilisikia. Amen. Mtu mmoja akasema kuna mama mmoja alikuwa ni amekaa vizuri na Mungu maisha yake yote, but siku anaenda mbinguni alikuwa amevaa hereni. Sasa sijajua ni kweli, lakini na mimi nakwambia jinsi ilivyotokea. Aliyesema aliona, labda asema alikuwa amevaa hereni, akati anafika kwenye malango ya mbingu, malaika akatokea akasema mbele yake, akasema hautaki kuingia.
maana hauna utakatifu. Akasema nimeishi vizuri na Mungu huku chini, nimeishi vizuri, mbona nazuia? Akasema no, hautakiwi kuingia. Utakiwi kuingia kwa sababu ya haya mambo uliyoyavaa. Amen. Mimi kale ka story nilikachukua afu nikaanza ukatafakari, nikagundua kwamba kumbe dhambi zetu sisi tulizonazo hata tukizishinda bado hatuna uhakika kwenda mbinguni. Amen. Kwa sababu nahitaji kujua kwanza, baada ya kushinda dhambi, Mungu bado anataka nini kwangu, ili nihakikishe natimiliza madeni utakao kuwa nayo hapa duniani. Hayakupi tiketi, kwa sababu hata ufe ghafla, hata wakati ufike ufe, kitakachotokea ni jambo moja: what have you done? Ukiwa alive, ukiwa hai ndani ya hii dunia, umefanya nini ili pawepo na sifa kwamba tumepokea shujaa? Oh, haleluya, haleluya, tumepokea shujaa. Nikamfikia Lazaro, namna Mungu alivyomweka Lazaro, nikawaza mengi. Nikasema Lazaro alikuwa na chochote, ni mtu wa chini kabisa, maskini asio wa kawaida. Nikaanza kusema, kwa hiyo Mungu ndio maskini ambao ulipitishwa kuingia mbinguni? Mungu akasema hapana, 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 sio hivyo, sio hivyo. Atakayeingia mbinguni yule ambaye ametimiza kusudi langu, nitampokea. Kama hujatimiza, hakuna. Umebeba nini ndani yako? Kwa ukiona umembeba Mungu, ujue hana kukwambia pia yako kwako. Una Mungu? Ndio, ni naye. Are you sure? Haya ambayo nakwambia yapo, unayasikia vizuri, yapo, yanajenga kitu ndani yako kweli? Haleluya. Amen. Wangapi wananielewa? Wengine mlioweka mikono chini bado hamjapata kitu Badilisha style, nipige mle, si ndivyo? Amen. Amen. Where's God? Mungu wako yuko wapi? Mungu wako yuko wapi? Mungu wako yuko wapi? Muulize mwenzako, Mungu wako yuko wapi? Muulize tena, Mungu wako yuko wapi? Ipo ndani ya duka lako, biashara yako, kazi yako? Bibi, chana na hiyo kazi. Amen. Amen. Mungu wako yuko wapi? Yuko wapi? Amen. Yuko wapi? Let me tell you, nakwambia kitu cha ajabu sana, cha ajabu mno, na ukielewe. Unaingia maombi, unaomba. Amen. Amen. Na uombi kwa ajili ya mafanikio yako, unaomba kwa ajili ya mafanikio ya watu. Mimi nikienda kufunga kuomba, siombi kwa ajili yangu, naomba kwa ajili yako. Sasa Mungu, nipe nguvu ili mtu huyu afunguliwe. Nipe nguvu, nipe neema ya kufundisha ili nimfundishe mtu wako, aelewe, atambue, asimame na wewe. Hapo najiombea mimi, sina kuombea wewe. Nipe nguvu, wagonjwa pate afya. Umesema nitaimimina roho yangu, hiyo roho iko wapi? Ili niwasaidie watu wako. Sikiliza, unatoka kule, umefunga siku nzima mpaka siku nyingine, unaomba mpiga magoti. Unatoka pale, kesho unaunganisha tena, mpaka unakuja siku ya kulala, hata mwenyewe ujiwezi. Amen. Hata mwenyewe ujiwezi. Alafu zinapita siku, baada unaona vitu vyako kuna namna havijaenda sawa. Unaanza, Mungu wangu yuko wapi? Mbona mimi nimejitoa vya kutosha? Mungu wangu yuko hapa. Anakuambia no, sikiliza, bado. Amen. Anakuambia bado muda wako bado. Toa sadaka unayoitoa mwanangu, na itambua, na ielewa, na hesabu. Niko sehemu na iandika, kuna kibao cha kwako kimeandikwa, siku nitakiangalia, wakati ukifika nitalinua jina lako. Haleluya. Uko unanielewa? Yes.
Kuna mtu yuko hapa ushamlilia Mungu vya kutosha, lakini wewe tena hakunaka kuchoka. Yaani wewe mwili wako uko fresh, uko sawa. Wewe mda mtu anamtafuta Mungu mpaka akili zinamgeuka, unaingia kulala, Baraka ataelewa. Amen. Jana nilikuwa na mtumishi wa Mungu huyu, nikanaomba Mungu asije akatikisa bodaboda tukaenda mtaloni. Maana nikimwona kabisa na yeye hayupo. Muda wa kupumzika kupata. Wenda upati muda wa kupumzika, unautafuta uso wa Mungu kwa ajili ya mama huyu, mama yule, baba yule. Lakini bado Mungu akupi hata cha kwako, anakuambia bado. Bado anakuambia endelea kuja kwangu, tuwe pamoja. That is God. Lakini wewe siku 2-3 tu umekosa tu ugali na sukari nyumbani, ushaanza Mungu vipi? Amen. Umekosa tu. Ulipata pesa vikoba ukacheza, baadaye ukakopa kwenye koba ukara. Aambia Mungu mbona umesahau? Mungu tulikula pamoja hiyo pesa. Haleluya. Amen. Wewe ukula. Hata mtumishi wako kuja mkumbuka. Kwamba mtumishi wa Bwana unafungaga sana mkula hata soda, maana sio katukaukia ghafla. Unakumbuka? Hukumbuki? Alafu kesho vikitokea vitu vikaenda anti-clockwise, unasema Jesus, Mungu uko wapi? Unalia mpaka machozi na makamasa na kutoka. Mpaka unasema sio hili ngweli konzi hili. Hasa nalia nini? Amen. Siku moja nimeomba sana. Unajua, let me tell you, ngoja kitu kimoja mkielewe. Unajua unapoomba sana, na mambo yanakuwa ni magumu sana. Amen. Nakupa sasa kodi moja. Ukifanya itakusaidia. Unapoomba sana, Yesu Kristo aliomba sana. Wakati wa kupokea majibu alikawa mbaya zaidi. Ndo rohoni kuko hivyo. Ukiona unaomba sana alafu mambo yanatembea, ujue hujaomba. Kwa sababu lazima uombe ukifikia kitovu cha yule ambaye ni mtesi wa maisha yako, ina yeye amke kujitetea. Wakati anajitetea ndo muda ambao unapitia magumu zaidi kuliko maisha yako yote. Amen. Sasa ili ushinde, unamhitaji Yesu Kristo atoke alipo aje, akwambie sasa we are together, twende pamoja. Asiposhiriki utashangaa sasa kinachotokea. Huyu ni msumbufu, tufanye nini? Tuangaike tumpatie usingizi alale, asitambue tena. Akishala usingizi au no, tumtafutie leo, tumpe tu kazi afanya, atoke. Akifika nyumbani alale tu, aone ni saa, kesho sataomba, tumeshamaliza. Wakati ambao mambo yalikuwa ni magumu, ulitakiwa kuya challenge. Aliposikia njaa, jamaa akatokea akasema sasa hapa ni muda wa kumaliza huyu jamaa. Sasa mambo ni magumu. Amen. Alipotokea akasema sikiliza, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, badilisha ili liwe hivi. Akasema sikiliza, haiko hivyo. Ninjapo napitia magumu, lakini Mungu ameniahidi uzima, sitoki hapa. Amen. Haleluya. Amen. Yaani ulipoomba mume wako aache pombe, ndo kama umwambia baba ongeza. Sasa alikuwa anakunywa, anakuja anaweza akaja Sunday, sasa hivi saa 7 ndogo. Ulishachoka kuweka viporo. Yaani ni kiasi siku viporo. Na akija kama alikuwepo ndani. Aone mpaka sema Mungu why. Kumbe unachokifanya kilicholeta anywe pombe mpaka hivyo, umekwenda kukitibua, nao kina hasira kimeongeza ili wewe ukate tamaa, ili uache. Amen. Wakati naomba nilifunga 3 kavu, nikamaliza. Baada ya wiki moja nikafunga 7, nikamaliza 7 ya kawaida. Baadaye nikafunga siku 21, nikamaliza. Baadaye nikafunga 40. Nilianzia nienda tu mifungo ya kilo yote, nikafunga 40. Nilipofika 40 nikasema Mungu basi, kama haupo basi. Amen. Sababu nilichokuwa nakifungia kitokee hakikutokea, na mpaka leo nilichokifungia akijai kutokea na nakihitaji. Amen. Haleluya. Mungu, nilikuwa sasa nishasahau kwa maisha kufunga hii mifungo.
na nishachaga kila kitu, nishakata tamaa, nishaingia maisha mengine, naombea vitu vingine, nimeacha. Mungu akaniambia, sikiliza, wakati umemaliza siku 40, amen, nilikuwa na siku 7 mbele yako kutimiza, amen, but pale ulipoacha ni kama hujawahi kuomba. Hello? Ni kama hujafanya. Sasa nikajua kwamba sasa hivi manake nilianza 3 kavu, nikafunga 7, nikaja 21, nikaja 40. Sasa hivi nikitaka lazima ni double. Amen. Nifanye kudouble kila ambacho nikifanya, alafu nitulie, niangalie ndani ya siku 7 ziko 14 au ziko ngapi za Mungu kuleta majibu. Nilipotaka kuja kwako, Mungu alishasikia maombi yako, but anga likafungwa. Mkoa Jamie akashikilia akasema no, hautokwenda kule. Lakini Mungu alikuwa tayari kashamalizana na wewe. Ishu ulipotoka ukakata tamaa. Ndio Mungu wetu alivyo. Amen. Amen. Nimeanza kufundisha kwa neno Mungu. Naenda kwa neno Yesu, enda Roho Mtakatifu. Nitakuwa nimemaliza. Uelewe Mungu huyu yukoje na ni Mungu anatembeaje. Amen. Musa, tulipofika hapa, naona wewe na Mungu wako hatuwaelewi. Ni bora tungebaki kule tunakula ugali wa bure, tunafanya kazi sana, kitu tulikuwa kuna maisha tunayaona. Hatukosi ugali, hatukosi samaki, maana ziwa liko limezunguka Misri pale. Hatukosi hata kama tunabeba matofali makubwa, manyasi mengi, lakini tulikuwa hasa hapa hii bahari na sisi hatuna chakula hapa, tunaishije? Amen. Haleluya. Amen. Mungu akatafuta. Mungu ni mtu wa agano. Mungu ni mtu wa ahadi, anayetimiliza ahadi zake kwa mtu mmoja aliyesimama na kumwelekea yeye. Nitakupa mtoto, but you have to do this. Fanya ili akupe mtoto. Amen. Nitakupa mtoto, kiacha ushoga na mama, lakini utaki kumwacha. Uko busy naye. Kumbe naye kupulizia. Nitakupa mtoto kama utatunza wazazi wako vizuri. Uache kula vizuri, wenyewe nakula tu vidagadaga kila siku vimeoza huko. Nitakupa maisha mazuri. Amen. Amen. Haleluya. Niwachekeshe, siku moja nilikuwa na maombi pia. Wakati naomba nikasema, Mungu ukifanya hivi nitatoa kiasi fulani, nitakupa kiasi fulani. Amen. Mungu akaniambia no, mpelekee bibi yako. Amen. Mpe bibi yako. Sihitaji mimi, sina muda nayo, nipelekee, mwenye shida ni bibi yako. Sasa nikawaza, kwa nini Mungu amesema? Ilichukua kama muda, Mungu akaniambia, sikiliza, nikimwangalia bibi yako na kuona wewe. Why? Bibi yako amekulea, amekufanya kuwa hivi ulivyo. Kuhakikisha unapanda pale. Usipopanda mimi sielewi huku. Kwa sadaka zako hazina nguvu kama analia na wewe unavyo. Amen. Haleluya. Ndio maana bibi yangu akinipiga simu ana shida na hela, na akilialia mimi najisikia vibaya. Kama sina, naweza tanka kopa. Amen. Amda mwingine naweza nkaa ninayo, lakini nishaipangia mipango mingine. Lakini najua kabisa na ukitaka kuzipata baraka za Mungu, mpe bibi yangu hela. Anakutamkia baraka zote ambazo hata hujawahi kusikia duniani, anakupa. Sasa si bora umpe mtu kama huyo? Ame, mwanangu barikiwe, mifuko yako itune, mikono yako iongezeke, uhesabu kwa vidole vyako pesa nyingi. Sasa mtu kama ukimpa pesa mtu kila siku. Amen. Mungu akasema, unaelewa sasa? Ukinipa mimi unanisikia naongea kwamba hivi, huyo anayekutamkia huyo ana maana sana kabla yangu mimi. Mungu hahitaji sadaka zetu. Mungu anataka mioyo yetu. Amen. Haleluya. Mimi nimetoa sadaka nyingi kanisani, lakini Mungu anisikii. Mungu hataki sadaka zako, anataka moyo wako. Ulipotoa sadaka, ulitoa sadaka madhabahuni. Wewe ulikuwaje ndani ya moyo wako na watu wako wanaokuzunguka na mama zako? Sasa hivi unajenga nyumba, mlango ukiangalia tu mlango tu unanunua vitenge 10 vya bibi na mama yako na baba yako na mnana suti.
mlango, alafu kiingia kwenye chumba cha baba pale. Mimi kuna vitu vivyo nishangaza. Tulioko da tunaishi maisha mazuri. Kwetu bangi tupu. Amen. Uongo? Si kweli? Si ndivyo? Alafu Mungu anahesabu sana hizo baraka nataka kukupa kupitia hao wazee waliotuleta. Laiti kama angechukua kijiti akachoma huku tumboni ukatoka jicho moja ndio ungeelewa. Lakini alikulelea akala vidonge, akanywa midawa shamba usiyo nini, akaenda kwa daktari akasema mtoto kama amekaa kushoto akakuleta kulia, akaleta katikati mpaka ukatoka tumboni huko mtoto mzuri sana. Alafu leo unakula mshahara milioni. Mama yako mpaka mwanangu nina shida. Unalaana wewe. Haleluya. Na kufundisha kuhusu Mungu. Mimi nataka tubarikiwe, tuongezeke. We are tired of praying. Kila siku tunaomba havionekani. Kumbe Mungu hahitaji maombi yako. Amen. Hahitaji maombi, anahitaji utendaji wako, alafu mpelekee hoja kwamba nimeshafanya, sasa nibariki hapa. Amen. Hello. Anahitaji utimize mambo, alafu ende mbele zake sema leteni hoja kamili, maneno yenu kamili. Kenda pale mbele Mungu, mimi nishamjengea baba na mama, sasa nahitaji nyumba yangu. Amen. Mungu nishajenga kanisa lako, nahitaji nyumba yangu sasa. Sasa hujafanya chochote afu nataka ujenge nyumba yako. Baba nibariki nijenge nyumba yangu. Watoto wangu wasikae kwenye hema leo nyeshwa mvua. Mungu asema sasa kanisani kwangu, nyumba yangu ambayo mimi unaniomba nikubariki, mwa kuko ovyo. Haleluya. Haleluya. Huyu that is Mungu. Twende tumuone Yesu anasemaje. Yesu anasema nini? Tufungue Yohana 6:56. Yesu anasema nini? Ukisema nina Yesu, lazima ya mambo yawepo pia. Haleluya. 6:56. Yohana 6. Yes, 56. Anasema aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ukaa ndani yangu, nami ukaa ndani yake. Twende Yohana 15. Yohana 15 mstari wa 4. Anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Amen. Tunapookoka atumpokei Mungu, tunampokea Yesu Kristo. Amen. Anaposema kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri, sio Mungu, ni Yesu. Amen. Asema kama tawi aliwezi kuzaa, basi hili tawi halina maana ndani ya mzabibu, natakiwa kuondolewa. Kwa maana sisi hapa ndani ya Yesu na yeye ndani yetu, lazima tuwe jambo moja ili twende mbele za Mungu aliye hai kwa ukamilifu. Amen. Kwa Yesu Kristo akishaingia ndani yako, analeta mabadiliko ya kitabia, analeta mabadiliko ya kiutendaji, analeta mabadiliko ya kuwaza, analeta mahusiano mazuri kati ya roho yako na mwili wako. Yesu Kristo akiingia ndani yako, akishaingia ndani yako, Yesu Kristo ndiye anayesababisha uanze kuwa nuru, uanze kuonekana, uanze kuangaziwa, uanze kutembea, uanze kukubalika. Lakini pia anasababisha vita kwenye maisha yako. Asema sikuja duniani kuleta nini? Ni bali nini? Upanga. Amen. Amekuja kuleta upanga, amekuja kuleta mapigano, amekuja kuleta makwazo. Ukwazike kwa sababu uliposimama wasiosimama walikataa, wakasema umekosa akili. That is Jesus. Amen. Yesu Kristo anapoingia kwako, anaanza kukupa akili za kujua kwamba sasa
the world is not mine, lakini nayo njia ya kwenda mbinguni nitafute, nifanye kazi katika yeye ili niende kule. Akasema nifuate, hautokuwa tena mvuvi wa samaki, nitakufanya kuwa mvuvi wa nani? Kwa maana yake ni kwamba Yesu Kristo ni akiingia ndani yako anakufanya kuwa chombo kipya ambacho kitatimiza matakwa ya kiungu. Haleluya. Natamani unielewe. Ninatamani nione mtu mmoja yuko rohoni hapa ananielewa. Afa kutoka ambie Mungu, enough is enough. Nimechoka na shida za shetani. Sasa I have you God, na lazima niwe na wewe, lazima niwe na Yesu, lazima niwe na Roho Mtakatifu ili twende pamoja tukatende kazi pamoja. Haleluya. Ukikaa ndani yangu na mimi ndani yako, akasema omba lolote nami nitafanya nini? Nitalifanya. Kwa maana yake ni kwamba natakiwa nianze ninavyoomba kwake. Naomba vibaya au moja hayuko ndani yangu, au mimi siko ndani yake, nani hayuko ndani ya mwenzake, au wote hatupo mahala pake. Then baada ya hapo nitajua kwa nini sipati majibu. Amen. Haleluya. Yesu Kristo alinishangaza jambo moja. Alinionyesha kwamba kuwa naye sio kazi ndogo, but nahitaji kuwa naye. Nikaanza kwa Zakayo, nikajifunza kuhusu Zakayo, nikaona sisi ni wafupi kiakili, ila tukirefusha akili zetu Yesu ataingia ndani yetu. Amen. Nikaona kabisa sisi ni wavuvi, ni wavivu kutafuta mahali anapopatikana Yesu. Tukirefusha bidii zetu atapatikana, ataingia kwetu. Amen. Haleluya. Kuna mtu hapa vyote ambavyo vinamfanya Yesu akae ndani ya mtu hauwezi ukashika, sababu unaona ni vizito na ni vigumu. Nikisema kesho hapa tuje hapa wote asubuhi mpaka jioni, amen, hautokuja. I swear hautokuja. Watakao kuja ni wala ambao utasema hawana cha kufanya. Sisi wenye cha kufanya tutaenda cha kufanya. Uongo kweli? Si ndivyo ilivyo? Akaambia mimi nimeajiriwa na nani? Amen. Na Mungu amesema kesho tuje hapa, ana jambo. Lakini nikisema kesho tuje hapa, Mungu amesema ikifika saa 6 kila mtu atapokea milioni 6. Tutakuja? Umeona ila pasipo hela. Kwa maana yake ni kwamba kumbe sisi tunakwenda tunashida na nini? Na hela, sio shida na Mungu. Sio shida na Yesu Kristo. Asema nifuate, nitakufanya kuwa mvuvi wa watu, sio tena samaki. Maana yake ni kwamba ninapokuwa na Yesu ananitoa kwenye what I see, ananiweka kwenye what he sees. Anachokiona yeye ndipo anaponiweka, ananifinyanga pale kwenye kazi ya mikono yake, ili sasa yeye awe ndiye mwendeshaji wa maisha yangu, sio mimi niendeshe maisha yangu. Umenipata vizuri? Haleluya. Lakini kwa miti moja nimekutana naye, nikamwambia, nilikuwa na Baraka hapa, tukutana na binti moja, nilikuwa nimekaa na mtumishi sehemu wanafanya maombi. Sasa nimekaa, Mungu akanisemesha, nikaa nasikia jina ananisemesha. Nikamuuliza mtumishi, nikamwambia huko kanisani kuna binti anaitwa fulani, sijui yupo? Akasema yes yupo. Nikasema Mungu anataka kumpa majibu yake. Basi akasema ngoja wamaliza maombi tutakwenda tumhudumie. Tumemaliza tukaenda kanisani, walimaliza akamuita yule binti. Akasema ongea na mtumishi wa Mungu hapa, ana maono amepewa. Simjui, anijui. Hajai kuniona, sijai kumuona. Nikamwambia sikiliza binti, kuna ABCD unasumbua. Akasema mpaka jana nilikuwa naongea na mdogo wangu, akasema naona kama nafika mwisho, sijui nifanye nini. Nikasema basi Mungu amekuletea majibu yako. Amen. Lakini Mungu ameniambia unatakiwa kufunga siku 21. Amen. Akaona afanya. Nikasema haleluya. Hii mbegu nyingine hii. Ikaanza binti ushaye kufunga, akasema
Mara ya mwisho nifunga siku 2 na yenyewe ni sikumaliza, niishia saa 6 mchana. Maka nina vidonda vya tumbo vinanisumbua. Nikasema sasa Mungu ameniambia Mungu anakwenda kukuponya huo ugonjwa namba 1, anakwenda kufungua miguu yako, lakini anakwenda kukupa ndoa. Nimesemeshwa. Unanijua, ushaye kuniona, okay, nimesemeshwa, siwaoni mimi niko kwa nimekaa na baba yenu. Nimesemeshwa. Ngasa sasa jifanye wewe ujue kufunga, una vidonda vya tumbo. Akasema man of God, nitafanya hivyo. Naomba Mungu anisaidie nifanye. Akasema so Mungu akusaidie, nenda hata asipokusaidia, funga utokufa. Akasema ukifa ndio Mungu ataenda hilo yako. Amen. Haleluya. Amen. Then nikamuita prophet, ama prophet, msaidie binti yako, kuna mambo haya na haya na haya, naomba umsimamie. Nikasema unasoma Biblia? Akasema nasomaga tu. Lakini jana amesema nimefika mwisho na ya matatizo. Amen. Amen. Neno lake likikaa ndani yetu linatugeuza sisi, tunakuwa tena watu ambao sio kawaida. Amesema wewe urungu langu na silaha zangu za vita. Manake ili uwe lungu la Bwana, silaha za vita, lazima Yesu Kristo na ambaye ni neno vikae ndani yako, viende kuzibua mara ambapo hapazibuliki kwa mikono yako, panazibulika na nguvu ambazo ziko ndani ya neno, ili uwe mtu. Hallelujah. That is Jesus. Asema na watuma, nendeni mkahubirie mataifa, mkapeleke injili. Nendeni. So mwende sasa, nendeni mwende na mlichonacho nilicho hapa. Yes, yeye mwenyewe. Haleluya. Amen. Yeye mwenyewe. Nendeni. Asa unaenda, mpokee Yesu. Wewe hauna Yesu, alafu ambia wapokee nani? Watapokea nani kaso muji? Haleluya. Amen. Haleluya. Yes. Kwa mtumishi wa Mungu hapa, tukase mtu anaamka sema, oh Mungu Baba, naomba. Tunatoa sisi sadaka hizi sisi ambao tuna biashara ndogo ndogo Bwana. Na ni mtumishi wa Mungu amekaa amevaa suti. Nikasema man of God, I cancel that one. Sisi sio watu wa hivyo. Sisi ni watu wakubwa rohoni na mwilini. Hatuna biashara ndogo ndogo. Kasikia hasira. Hey, haleluya. Sasa nikawaza mengi hapo. Kawaza mengi sana. Kuna kitu lazima tukifanye ili Yesu akae ndani yetu. Umwambie Zakayo, ulifanya nini mpaka huyu bwana mkubwa akaingia ndani ya nyumba yako, mpaka ukaamua kuona kwamba ulivyo ufai, unatakiwa kufaa kupitia yeye. Nini ulifanya Zakayo? Atakwambia sikiliza, nilitoka kwenye akili zangu nikaingia kwenye akili za kiungu, nikapanda nikaona inafaa kufanya zaidi ninachokifanya ili aingie kwangu. Haleluya. Hiyo ndio polisi ambayo ukitumia ataingia kwako. Kuna jambo unalifanya. Basi kama nafanya kila ambacho sikipendi, ila nikipenda tufanye nini? Yote ni kwa sababu ya dhambi ambayo iko ndani yangu. Kuna msingi wa dhambi uko ndani yako ambao unakuendesha, unakupelekesha ndio unaofanya. Kila kitu kikomeshwe, kisiwe katika nafasi ya kukujia. Haleluya. Haleluya. Mungu akati anamwambia Ibrahimu kwamba kama utaweza kuhesabu huu mchanga huu, manake ni kwamba atakuwa na uzao kuliko kila kitu ambacho nakiona. Uzao wake utakuwa ni mwingi sana sana. Lakini Ibrahimu akuoneshwa hiyo namba. Amen. Na aliambiwa katika kiuno chako. Katika nini? Sasa sikiliza. Una mtu mmoja anaweza kaa hapo unasikia mume anataka watoto. Ulipozao kampa watoto wa kike, wa pili wa kike, wa tatu wa kike, wa nne wa kike, akamwambia we toka hapa. Na nizalia tu hawa nania ingia kama nizalia hasara hii. Anaenda kutafuta pembeni wa kiume. Muulize Mungu, ulionipa wana agano gani ulionipa? Mungu alimwambia Ibrahimu,
na uzao wako utabarikiwa. Na akamfanya Isaka kuwa taifa teule lisilo la kawaida, lina agano ndani yake kutoka kwa baba yake. Amen. Sikiliza what happened. Ibrahimu kwa sababu ya dhambi inayotembea ndani ya mawazo, ndani ya mioyo, ambayo inatufanya tusivumilie mateso, tusivumilie tunapopitia, akamsikiliza mke wake, ambaye ingia kidogo kwa huyu jamaa, angalau chote kidogo baraka zake, alafu utapata labda mimi nitaitwa mama. Akaingia kwa ajili, akatafuta baraka pale na akapata. Mungu akasema sitambui hizo baraka, sababu sijasema na wewe kwa habari ya kuingia kule, nilisema tu na wewe kwamba nitakupa kwa mke wa agano. Haleluya. Hiyo tunaipitia hapa, mwambie Yesu, ingia kwangu kamili. Kama siko na njia kukuleta kwangu, basi today naitengeneza. Naingia magotini kusafisha njia zangu. Naingia magotini, nitalia, nitaomboleza, nitaungama, nitasema mpaka malango yako na kiti chako cha rehema na neema kiongee kwa habari ya maisha yangu. Haleluya. Mwambie Mungu, najua upo hapo katika mahakama ya rehema na neema unapatikana. Najua Mungu unasikia sauti yangu katika kwenye kiti cha hukumu. Sistahili kuhukumiwa sasa hivi kwa habari ya dhambi zangu. Umesema unasamehe na unafuta makosa na unasahau makosa. Basi Mungu narejea kwako. Yesu, nipokee. Kwa mtu anasema natamani kuwa kama apostol, haya maneno yatoke ndani ya moyo wangu, nakupa kwa jina Yesu. Haleluya. Unapotamka, lakini baada ya hapo unafanya nini? Baada ya hapo unaweza ukatamka, baada ya hapo ukashangazwa, ukarudi tena kuwa samaki anayetembea tembea kwenye maji, bahari haelewi, ziwa haelewi, mtaelewi, ukanazunguka zunguka. Stay where you are. Focus. Mungu anakutaka. Haleluya. Tuko pamoja? Amen. Mungu anatupenda sana. Na Yesu anatupenda sana. But Yesu amekuja na injili moja akifundisha watu, tubuni, rejeheni, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Alikuja na injili hiyo na hakuna kingine. Na alipokuja akubatiza watu kwa maji, alibatiza watu kwa roho na kwa moto. Maanake ni kwamba mimi nimekuja, nimewapa njia hii, lakini hii njia ina michongoma, ina miba, japo ninajua unachokipitia. But if you have me, mimi nitakuwa pamoja na wewe pia. Tutafika tunapoelekea. Haleluya. Akatuonesha mfano, akaona, akasema sikiliza, na hapa na ili mlione. Ukisimama na mimi vizuri, ukabeba msalaba wako vizuri, ukatembea na mimi vizuri, yuko mtu mmoja anaitwa Mkrene, atasimama pembeni pale, atabeba msalaba wako pia, atakupeleka Golgotha. Paka mara penye kusudi utafika. Amen. Amen. Golgotha sio sehemu tu kwa sababu eti kuna mateso tu. Sikiliza, palikuwa ni mahali pa kutimiza kusudi ambao umelibeba mtu mkamilifu. Kuna mtu mmoja atatokea pembeni, atakuchukua mpaka ufike mara pa kiti cha enzi cha hapa Mungu alichokiweka, utaketi, watu atakumiminia baraka zao. Amen. Asema inua macho yako utazame. Malaki watu wanakujilia, uzo wako unakujia, na utaji wako utazuka, utakutokea. Inua macho yako utazame. Unatazama wapi? Usinamishe tena shingo yako wala macho yako. Yesu amesema inua macho yako. Wewe unatazama chini. Wewe unatazama chini. Wewe unatazama wachawi. Wamekuzunguka wachawi wengi sana, wakasema mimi nalia. Kwa nini hivi kila siku? No. Pambana mpaka uelewe, mpaka kieleweke. Amen. Unaimba nikimaliza kazi. Ndio? Inaimbaje hiyo? Asa ukimaliza kazi utavalishwa taji. Niko nawaza, mimi ninawaza kazi gani nikimaliza ili nivalishwe taji? Ni kuhakikisha kwamba Yesu amejulikana, kila goti limepigwa na ulimi umekiri kwamba yeye ni nani? Ni Bwana. Nilipitia, nikapitia, but I prayed. Niliomba, nikasimama, nikamtambulisha Yesu, akasema nao nimemalizana wewe. Take it. Lazima atasema unamhitaji Mungu wako huyo. Amen.
Haleluya. Narudi tena. Mfano, wewe kifungo ulichonacho amesababisha mama mkwe, amesababisha shangazi au mjomba. Amen. Sio Mungu. Hicho kifungo kinakuhitaji wewe upambane ukimalize. Umenielewa? Uko na mimi? Amesema hakuna uchawi tena juu ya Yakobo wala uganga juu ya nini? Manake ni kwamba sisi tumepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka, ambao ametupa uwezo. Asema watoto wangu watapata nguvu na uwezo. Amen. Watoto wa nani? Watoto wa Mungu, watoto wa Jehova watapata uwezo na nguvu. Hizi nguvu tutazipeleka wapi? Tutafanya nini? Kwa maana ni kwamba kama nimefungwa tumbo, nimefungwa miguu yangu, hatua zangu, nahitaji kujua, nijifunze kama leo, nisikilize, nitoke hapa niende kushiriki katika neno ili nimshinde shetani. Haleluya. Haleluya. Uko na mimi? Uko na mimi? Tazama wewe ni Mungu wa wote wenye li. Tazama wewe ni Bwana Mungu wangu wote wenye ewe, kuna gumu lolote usilo liwe amba. Tazama Baba wewe ni Bwana Mungu Silo tazama Baba wewe ni Bwana Mungu wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote Baba wewe silo haweliweza? Amen. Unajua tunaimbaga nyimbo ila tujui kwa nini tunaimba. Ukimba wimbo unasikia hakuna neno asilo liweza. Wewe ni tasa ni neno. Amen. Nimefungwa ni neno. Nimerogwa ni neno. Manake yuko juu ya maneno hayo yote. Yuko juu ya majina yako yote. Yuko juu ya majina ya taifa lako. Yuko juu ya majina ya viongozi wako. Yuko juu ya majina ya wachawi wanaokuroga. Yuko juu ya majina ya vifungo ulivyo navyo. Yuko juu ya majina ya umasikini yote unayosikia. Manake wewe raise him kwenye moyo wako, mwinue Mungu, mwinue Yesu Kristo aingie ndani yako, alafu neno litawale la kwake, litashinda yote. Haleluya. Haleluya. Nini kinakusumbua? Kinachokusumbua ni kitu kimoja. Mpaka leo uelewi nini ufanye. Uelewi kwa nini uko hapo. Uelewi kwa nini umefungwa. Uelewi. Haleluya. Haleluya. Na mtu mmoja alinambia, natamani kumtumikia Mungu, natamani kuwepo kanisani kila wakati, nasikia kiu kubwa ndani yangu, nasikia kiu kubwa ndani yangu.
nasikia kiu kubwa ndani yangu ya kumtumikia Mungu, nasikia kiu kubwa ya kuomba, but mume wangu ni kikwazo. Amen. Nataka niongee na watu wote ambao mko hapa mkini wa mezeni ni shida, na unisikie vizuri sana. Naomba Mungu akupe akili, akupe akili kweli kweli. Amen. Nikasema jambo la kwanza ambalo mpaka leo litakupa shida mpaka kesho na utakufa una Mungu, ni huyo mume uliye naye. Huyo mume uliye naye ndiye atakaye kuua, kwa sababu ndo shetani uliletewa kwenye maisha yako. Iko ndo kikwazo ulichonacho cha wewe kumuona Mungu. Amen. Kwa kuna mambo ya kufanya kama haya. Jambo la kwanza la kufanya, usimuache. Jambo la pili la kufanya, mtii. Jambo la tatu la kufanya, lazima uhakikishe Mungu anaongea ufanye nini kuhusu mume wako. Amen. Haleluya. Nikasema ni sababu hauna bidii. Kwa ndani yako umeweka hofu ya kusema haitowezekana sababu mume wangu kashasema sitaki ni kuone kanisani. Kuna wengine ambao wanaruhusiwa kwenda kanisa, lakini sio makanisa yetu. Ni makanisa haya mengine mawili matatu, Anglikana, Roma, ni KKT. Si ndivyo? Na kuna wengine ambao hata huko usiende. Lakini kwa mganga yani hiyo akisema nimeona mganga Tarime akwambia nauli shingapi mama. Yani pale pa unasikia twende. Yani kuna walaka. Ukiona mme wa staili ujue kabisa huyo ni jambazi sugu, shetani uko na ishine ndani ya nyumba. Yani umeona na jambazi sugu falasi mkubwa. Amen. Haleluya. Mume anayekuruhusu kwenda kwa mganga kanisani usiende, ujue kabisa wewe kuna kitu ulikikosea. Muulize Mungu, nimekuja kumbadilisha mume ama kubadilishwa mimi? Ulize. Amen. Haleluya. Nikamwambia sasa, kama unataka kuona majibu, badilisha nyumba yako iwe kanisa. Badilisha nyumba yako iwe madhabahu. Manake saa zote piga magoti, mlilie Mungu, nataka nikutumikie, naomba njia. Nataka nikutumikie, naomba njia. Nataka nikutumikie, naomba njia. Nataka nikutumikie, naomba njia. Kila asubuhi, mchana, jioni. Mume akirudi hataki usome Biblia, hataki kusikia na paparato shakata, hataki. Mwambie Mungu, nitanena kwa lugha, dunia itake isitake. Na mkumbuka Danieli alisema sitoacha kuomba kama nyuma, japo kuna sheria kuniingiza kwenye shimo ni tundu la simba, najua za watu unikula sababu na mimi wakilila umeaibika. Amen. Oh, apostle, Mungu ananipiga, acha kukungute. Acha kupiga, lakini usiache kuomba. Ipo siku nyingine ripo shakata kupiga, mwambie Baba endelea patoko shakata. Piga. Kuna siku atakupiga mkono utabaki juu. Hauto tena. Ipo siku. Ukifanya Mungu kwa mdogo, anakufanya kwa mdogo zaidi. Anakunyang'anya authority zote, anakufanya wa kawaida. Amen. Ila sasa tunaogopa. Sasa akanipiga akanikata sikio. Alikatwa sikio, Yesu akarudisha sikio la mtu. Atakukata kila mtu ndio kusikia. Yamkini Mungu aliandika ukatwe sikio ili uwe ushuhuda. Kwamba nimekata mpaka sasa Yesu ni naye. Wewe unazuia tu sikio lako lisitoke. Haleluya. Kuna mambo mengi umeyazuia. Yesu Kristo anapatikana kwa bidii, kwa nguvu. Hata iwe ni kwa mateso, hata kwa tumetukanwa, tumedharaulika, anapatikana hivyo. Amen. Watatu wa mwisho, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, Warumi 8:9-11. Warumi 8:9-11. Warumi 8:9-11. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi amfuati mwili, bali maifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu ihai kwa sababu ya haki. Lakini ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua Yesu
katika wafu anakaa ndani yenu. Yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Amen. Haleluya. Na nisikia vizuri. Ipo kuwa siku ya Pentekoste, wakiwa katika ile utulivu wamesubiria. Muda ulipofika, Roho Mtakatifu akawashukia. Alipowashukia ni kama simu zilikuwa hazina charge. Amen. Nao charge imeingia. Charge imeingia. Watu sasa wakaanza kufanya kazi. Simu ikaanza kufanya kazi. Hiyo ndo kazi ya Roho Mtakatifu. Anapoingia ndani yako unaanza kufanya kazi. Amen. Anaanza kutenda kazi. Anaanza kushiriki na kazi zako wewe. Mnashiriki pamoja. Sikiliza. Ninachokijua kwa Roho Mtakatifu ni kwamba connection zote zinaweza zikafa, zikaribika, zikavunjika. Mawasiliano yote yanaweza yakafa, yasiwepo. Tigo inaweza zifanye kazi, Voda isifanye kazi, Airtel isifanye kazi, but connection ya Roho Mtakatifu haiwezi kufa. Amen. Ndio maana uko hapa unasikiliza kwa makini. So wewe, Roho Mtakatifu anakusaidia kusikia hapa ulipo. Na ndio maana ukitoka hapa utaenda, kuna kitu kinakukumbusha. Neno limesema leo. Limesema leo. Limesema leo. That is Holy Spirit. Anakukumbusha, anakuambia kuna jambo la kufanya, kuna jambo la kushiriki, kuna jambo la kutembea nalo, kuna jambo litokee, kuna jambo usiende hivi unaenda vile. Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Walipompokea Roho Mtakatifu wakafanyika kuwa watu wapya. Hapa unahitaji Roho Mtakatifu pia aingie kwako, akubadilishe. Amen. Akufanye kuwa mtu ambaye utapokea direct, utapokea pasipo kuondolewa nafasi, pasipo kuzuiliwa kutoka kwa Mungu aliye hai. Unahitaji kupokea. Haleluya. Haleluya. Unapokunywa maji kwenye chupa, wakati unakunywa maji, amen, wafanya nini? Wakati unakunywa maji, maji yakishaingia, kama una kiu, ile kiu inafanya nini? Inapotea, si ndivyo? Na kuna muda mwingine unakunywa maji lakini bado unasikia hamu, unasikia hali ya kunywa maji, si ndivyo? Unapokunywa ukanywa, unasikia sasa umekuwa sawa. Amen. Roho Mtakatifu anapoingia yeye sasa anakuwa kama hiyo hali ya kiu. Amen. Akishaingia ndani yako anakupa kiu. Ile kiu ambayo unaipata inakuja kwa namna hii. Unakuwa ni mtu mara kwa mara unasikia kufanya vitu vya Mungu. Unasikia kuomba. Unasikia kuomba. Eti nilikuwa mimi naombaga sana, lakini siku hizi yani moto umekata. Roho Mtakatifu hayupo kwako. Amen. Roho Mtakatifu akiingia kwako anakupa kiu yeye. Ile kiu ambayo unasikia kunywa maji anakupa. Haipumziki, haipumziki. Ya kusoma Biblia haipumziki. Ukiona hauna nguvu ya kusoma Biblia, ujue mwili wako umekutawala kuliko chochote. Ukiona uwezi kuomba, ujue mwili wako una nguvu kuliko chochote. Roho Mtakatifu ameondolewa katika nafasi yake, na ndio maana vitu vya Mungu huwezi ukavishiriki. Ukiona tunasema tunafunga kikanisa siku 10, siku 7 tunafunga, lakini ukishaingia wewe mpaka hivi wewe tumefunga. Watu kama Mungu arehemu. Amen. Unaamka asubuhi, ukishaamka asubuhi mpaka unaenda jikoni kabisa, unaweka mpaka chai kabisa, unakoroga. Amen. Na unakunywa kisha hivi tusimefunga. Apostoli afu mpaka baba yani sharibu. Uogope hata kuniambia. Ila nyie. Haleluya. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya mtu, mbingu zinazungumza agenda zake, alafu yeye anakamata zile agenda na kuwekea. Unaanza kutembea kiagenda, mbingu inavyotaka ndivyo unaanza kutembea. Unaanza kuzungumza kimbingu, kiungu. Amen.
Haleluya. Uko pamoja? Siku moja mtumishi mmoja akanipigia akasema, bwana, unasema nataka unisindikize. Amen. Wafanye nini? Unisindikize. Kuna jambo fulani la maana sana. Nikasema, mtumishi niambie ni nini? Akasema, bwana, kuna ABCD. Nikasema sawa, tutakwenda. Amen. Baadaye nikasema, nikawaza, mbona nimejibu haraka haraka afu kawaida? Kwa nini? Kwani Mungu amepanga nini pale? Amen. Lakini ilikuwa ni jambo la maana. Nikienda kule, ukisema pale ukapiga gombo, ukapiga fire watu akasema, tunaye. Huyu ni mtumishi tunaye. Nikasema, na mimi nitaonekana kidogo. Amen. Hakumbe Mungu hataki. Amen. Mungu hataki. Roho Mtakatifu akasema, no, so muda wako. Utaonekana tu. Amen. Anakuwa ana nafasi ya kukuzuia, Roho Mtakatifu, ya kukuambia huu ni muda sahihi, huu sio muda sahihi, akikaa ndani yako. Na ndio maana walipompokea wakajaza uwezo wa kuanza kutenda kazi ya Mungu kwa wakati sahihi na majira sahihi na nafasi sahihi na watu sahihi ambao kwenye nafasi zao. Amen. Nasema, tutembelee Yesu, tutembelee, tutembelee Yesu, tutembelee, tembelee, tutembelee Yesu, tutembelee, tembea, tembelee Yesu, tutembelee, tembelee Yesu, tutembelee, tutembelee Yesu, tutembelee, tembelee Yesu, tutembelee, tutembelee Yesu, tutembelee. Sasa anapokutembelea Yesu Kristo, aje yeye, anakuja Roho Mtakatifu kwa niaba, alafu anasikiliza, alafu anakupangia namna ya kufanya, alafu Yesu anapeleka kwa Baba, Baba analeta kupitia malaika zake. Halo? Umeona mfumo ulivyo? Ndio mfumo namna ulivyo. Leo tutaingia kuomba hapa. Tukianza kuomba, hatutaomba kwa sababu tunaweza, tutamshiro Mtakatifu awepo kutuongoza. Amen. Ndio maana Petro alipotembea, laiti kama Petro angetoka mle Yerusalemu, angetoka kwa ile mji ambao aliachwa na Yesu, waende kuanza kuzunguka, kwanza kuombea watu, wangebu wasingeweza. Alipoingia ndani yao, kuna roho ikaingia ya kufanya katika jicho la Mungu. Amen. Walipofika sema, sikiliza, wangempa pesa, lakini waliosema no, Roho Mtakatifu anasema tunakupa tulicho nacho, nao tunaye. Haleluya. Kristo unahitaji Roho Mtakatifu. Pasipo kutaka chochote, ni Roho Mtakatifu ili akuongoze, ili akuambie which is which, ili akuongoza, seme na wewe nini cha kufanya na cha kutembea, nini cha kutokea, ambao natamani leo kila mmoja ni muone na Roho Mtakatifu hapa. Amen. Wangapi tuna Roho Mtakatifu? Tuna Roho Mtakatifu. Amen. Wangapi tunaye Yesu? Kuna watu wengine wananyosha, lakini sema apostol sio ananionaje hapo? Amen. Ni raha ukiwa nao, kwa sababu ndoa wa kwetu sisi tunaowaomba utusaidie. Amen. Hauwezi ukaenda kwa baba yako ambaye sio baba yako, lazima ni baba yako. Ndio maana anaitwa baba yangu. Alafu unaenda kwake na anakurumia kama mtoto wake, anakupa kama mtoto, anafanya kama mtoto, kwa sababu ni mtoto wake, anakujua na anakuona. Halo? Haleluya. Haleluya. Walumi 7:17-20. Ili ni jambo la kuhua liondoke juu yetu, lisiwepo tena juu yetu, life kabisa. Anaposema basi sasa si mimi nafsi yangu
ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikahayo. Amen. Ile dhambi ikahayo. Kwenye 20 nasema, basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikahayo ndani yangu. Na dhambi ndio itakaye kuongoza wewe na kukupeleka kwenye anguko, na kukutoa na kuondoa nguvu, na kuondoa nafasi ya Roho Mtakatifu, na kuondoa uwezo wa Roho Mtakatifu asiweze kuonekana kwako. Haleluya. Haleluya. Naomba simame juu. Naomba simame juu. Naomba simame juu.